Naitwa Fatuma Ahmadi Waziri. Fatuma, ulikuwa na tatizo gani? Nilikuwa na mwanangu wa kike anaitwa Rukia. Alikuwa na matatizo ya kansa ya sehemu za siri. Kansa ya sehemu za siri? Ndio baba. Ilikuwa imemtesa kwa muda gani? Ndani ya miezi 10 na kitu. Ndani ya miezi 10 na kitu. Na ulijaribu matibabu? Wapi na wapi? Nilienda naye Amana, wakaniandikia niende Mwananyamala. Nilipofika Mwananyamala wakaniambia niende Ocean Road. Nilipofika wakaniambia niende Muhimbili. Kote ukaenda? Na ulipata matibabu kote, lakini nini kilitokea huko hospitalini? Nilipoambiwa kukata nyama ili wahakikishe kama ni kansa. Ikabidi nije niombe raia wanichangie. Nikafanikiwa, nikakata, kweli kwenda kupima, nikaambiwa ana kansa. Akaanza kutumia mionzi. Kutumia mionzi akawa ananyonyoka nywele, afya inazofika. Nywele za juu? Ndio. Ananyonyoka kwa ile mionzi? Ndio. Afya inazofika? Ndio. Wakati ule alikuwa na miaka mingapi? Alikuwa na miaka kama 10 na kitu. 10 na kitu. Nini kikatokea sasa? Ndio nikamsikia nabii mmoja kwenye redio. Ndio nikaanza kumfuatilia. Niliamka kutoka Chanika saa 10. Saa 10 za usiku? Ndio baba. Na ulikuja na daladala? Hapana, nilitembea kwa mguu. Ukiwa na huyu mgonjwa? Nilikuja peke yangu. Nikauliza mpaka nikafika hapa. Nilipofika hapo Riverside wakawa wananiambia tufahamu. Kidogo akatokea kaka mmoja akaniambia unaelekea wapi? Nikamwambia naenda kwa Joshua Makondeko. Akaniambia mimi ni mhudumu hapo. Akakuleta? Sasa ulipokuja nini kikatokea? Nilipokuja hapa, nilipomuona baba akaniambia nirudi na mtoto kesho. Wewe ukamlete kesho? Ndio. Na baba akakupa na nauli? Akanipa na nauli mimi. Nikaja siku ya Jumamosi, nikaja na Rukia. Baba akapitisha deliverance, akamuona Rukia, akasema ekwe juu madhabahuni. Ilikuwa ni Jumapili sio Jumamosi? Ilikuwa Jumapili. Wakati naomba, wangapi wanakumbuka? Wakati naomba napita hivi, kwanza sikujua kama ni mtoto wake. Sema amen. Huyu mtoto alikuwa maeneo haya, huyu alikuwa kule, si ndio Ndio. Na nikafika nikamwekea ule mtoto. Endelea. Nilipomwekea mkono nilisema nini? Ukasema ekwe madhabahuni. Alipowekwa madhabahuni hapo akalala baada ya ibada. Ukaniambia ninyoshe mkono wa kulia. Ukanipa mafuta. Ukaniambia niende na mtu mmoja uwani niende nikampaka. Na mhudumu mmoja? Ukaenda ukampaka sehemu zake za siri? Nikaenda nikampaka. Uliniambia nimshike tu hivi. Nikaenda nikamshika nikarudi. Ukaniambia nenda nakupa siku 3 alafu utakuja kunipa majibu. Nilipokaa baada ya siku 3 kwa sababu alikuwa hawezi kukaa. Sasa baada namuona mtoto anakaa vizuri, harufu hakuna, tunakula naye pamoja. Alikuwa na harufu? Alikuwa anatoa. Alikuwa hawezi kukaa? Alikuwa hawezi. Na mlikuwa hawezi kula pamoja? Alikuwa hawezi kula na kwa sababu ya harufu. Harufu. Nini kikatokea? Ukamwona anakaa vizuri harufu mama? Anakaa vizuri. Baada ya siku 3. Siku ya Jumatano akaenda shule. Alipofika shule mwalimu kaandika akamwambia Rukia arudi nyumbani. Akasema hapana mwalimu naandika mpaka mwisho. Kwani umepona? Walikuwa wanamrudisha shuleni? Basi akarudi jioni ile alipofika kama kawaida nikachukua maji nikabandika ili nimuoshe. Akaniambia mama niache nimepona. Nikamwambia wewe hicho kidonda kikubwa hivi useme umepona. Nimepona. Sikuamini, nikamwambia nipanda kitandani. Nikamtoa nguo. Namwangalia nakuta ni alama kama hii ya moto. Ya moto yani imekauka. Pamekauka. Daktari jina yako ameanza kuroga sana. Leo nakausha mateso yako katika jina. Nikaanza kushangaa nikasema hichi kidonda tena kimeenda. Ikabidi nimwite rafiki yangu anaitwa Mariam, nikamwambia wewe njoo muone Rukia. Kuja kuangalia akasema Dafeti unadanganya. Nikamwambia amepona huyu. Basi ikabidi Jumapili nikaja. Nilipofika hapa ikabidi nielezee, nikaja nikatoa ushuhuda. Ukatoa ushuhuda? Na kuanzia pale ndio Rukia alipona mpaka leo. Mpaka kesho ninavyoongea Rukia ni mzima, hana tatizo lolote. Ni mzima, hana tatizo lolote. Ni mzima kabisa. Kilichoshindikana Mwananyamala, kikashindikana Amada, kikashindikana Ocean Road, kikashindikana Muhimbili. Sasa Bwana kaiweza kwa sababu nilisema nimefuta kansa mtoto lazima madhabahuni. Ndio baba. Ukiona nimekupa neema kuanza madhabahuni hapo kuna operation kubwa hujawahi kuona.
Rukia ni mzima mpaka leo. Ni mzima baba.